rafiki mwema, ni Mungu Baba. Silaha ya vita vyangu, ni Mungu Baba. Mshauri wangu, ni Mungu Baba. Ufahamu wangu, ni Mungu Baba. Ubunifu wangu, ni Mungu Baba. Mafanikio yangu, ni Mungu Baba. Rafiki mwema, ni Mungu Baba. Silaha ya vita vyangu, ni Mungu Baba. Mshauri wangu, ni Mungu Baba. Ufahamu wangu Baba, ubunifu wangu, ni Mungu Baba. Mafanikio yangu mimi, sijapata kama wewe, najivunia wewe. Sijapata kama wewe, najivunia wewe. Nimempata rafiki ndani yako Baba, wewe ni ufunuo upita ufahamu zangu. Umejificha ndani ya mafumbo, lakini nimekutambua Baba. Rafiki wa dhati, mwaminifu, rafiki wa karibu, wewe ni chanzo cha nguvu zininazo, funguo ya maisha yangu, rafiki mwema. Sijapata kama wewe, najivunia wewe. Sijapata kama wewe, najivunia wewe. Rafiki wa dhati, mwaminifu, rafiki wa karibu, rafiki mwema, ni Mungu Baba. Silaha ya vita vyangu, ni Mungu Baba. Mshauri wangu, ni Mungu Baba. Ufahamu wangu, ni Mungu Baba. Ubunifu wangu, ni Mungu Baba. Mafanikio yangu, ni Mungu Baba. Rafiki mwema, ni Mungu Baba. Silaha ya vita vyangu, ni Mungu Baba. Mshauri wangu, ni Mungu Baba. Ufahamu wangu Baba, ubunifu wangu, ni Mungu Baba. Mafanikio yangu mimi, sijapata kama wewe, najivunia wewe. Sijapata kama wewe, najivunia wewe. Wow. Nakwambia kibao kitamu. Umesikiaje huo wimbo vile umetengenezwa? Wimbo huo ni mtamu kweli dada. Unasikia tu yani kuna vile kana kwamba tu pale unasikia tu paka wewe mwenyewe mimi mwenyewe sijui kudansi, lakini kuna vile najisikia tu ni kujipepeta mimi mwenyewe. Kabisa. Unasikia jasho latoka jembamba. Pole tu hapa linakuja pole. Yani kuuliza aje umesikiaje? Hebu soma jumbe mbili tu kabla tujaendelea. Naam, asante sana. Naona huyu anaitwa ndugu Abu N Keep. I request uinuliwe by Furaha.
Hi, naomba usinipite by Juliet. Naona jumbe nyingi sana ni za Juliet Furaha. Kuna huyu dada anasema Irene Mudheo Dida, naomba nichezee siku za mwisho by Dorcas. Watu wamekukumbuka. That's my fellow worship at Nairobi Chapel Rongai. Dorcas, kindly play me siku za mwisho. Pia ametisha rafiki mwema ni Yesu. Nadhani huo ni wimbo wa dada yetu Dorcas. Kuna huyu Jemo Praise, glory be to Jesus. Kuna huyu Kipngeno Arap Ruto requesting uinuliwe by Furaha, keep up the good work. Bontes Obiero hatari sana. Kuna huyu anaweka fire emojis, anasema show iko moto sana, dada yetu Dorcas ako moto sana leo. Kuna huyu anaitwa Kalume Kasoma, I request a repeat of uinuliwe, asante sana. Kuna huyu Nora Kaime, wow I like it. Kuna huyu William Jackson, come in once again Furaha uinuliwe. Kuna huyu pia Irene anasema tuned. Lilian Demo waiting for uinuliwe. Calvin well done Furaha. Alex, please, I request you the song Uinuliwe by Juliet. Nadhani tulicheza kibao hicho. Suma Albert, kazi mzuri Mai. Sijui alisema Mai alimaanisha nini. Thank you Alex for nurturing upcoming artists. Nasi tunasema asante sana. Salome Mwaroa. Kuna huyu Joshi wa Enga Mwigeta. God bless Alex. God bless you. Kazi nzuri. Mungu aendelee kubariki. Great program. Huyu anaitwa Winners TV. Habari yako? Kuna huyu Frank Amani Zombo, kumekucha na shughuli ni pevu, sijui anamaanisha ama hilo ni fumbo. Levis well. Jumbe ni nyingi na ziko hapa kwa wingi sana. Jumbe ni nyingi yani zidi kutuma jumbe zako, zidi kusema kuuliza kwamba ni kibao kipi ungetaka tukubariki nacho. Kwa wasanii wetu siku ya leo tuko naye tulikuwa naye Furaha Bosco, tuko naye Bernard Dorcas, na tuko naye yule mwenzetu anaitwa nani? Lea Julius. Kwa hivyo kuna vile mambo labda vinakubariki vya watu watatu. Hebu tuambie kwamba unataka tukucheze gani ambayo tutamaliza na siku ya leo. Basi nataka tu uweze kujitambulisha. Naona siku ya leo umekuja umeongeza, si vile tulikuwa mara ile. Kuna vile neema imezidi. Mungu ametenda. Amen. Naitwa Dorcas Bernard. Ambaye kule pande za Rongai. Nashukuru Mungu. Aibu Asha Maika, kuna vinyume zima kidogo hujasikika. Imewaka? Iko sawa sasa. Sasa unaweza ngoja. Amen. Naitwa Bernard Dorcas. Mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nimetoka pande zile za Ongata Rongai. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Na sisi tunashukuru sana kwanza kufika. Unajua kutoka Rongai paka hapa si mchezo. Rongai ni kama umetoka Ushago. Umetoka huko. Unapanga safari ya kutravel, una travel. Unajua kuna ile ya kwenda nataka kwenda Tao. But kama unapiga Tao unasikia na travel. Kwa hivyo unapanga safari ya kutravel. Asante sana. Karibu tena ndani ya KA Television. Leo niko na sura nyingine mpya. Unajua kwa mara ya kwanza ulikuja ukapata niko peke yangu. Leo niko na mwenzangu hapa. Amekwambia naitwa nani? Hebu kwanza kuambia naitwa nani kwanza. Naitwa Feri Faye na Abrams. Lakini kama tumewaionana mara nyingine, lakini kwa kipindi kingine, sio hiki. Na asante sana kwa kuja. Unakaa smart, umerembeka. Naona Mungu anakuinua. Yaani sio vile ulikuwa. Ulianza tu pole nikaona Mungu anakupandisha. Hakika hongera. Asante. Karibu sana kwenye show ya Sauti Injili. Ambia watu wakuja, hapa ndipo mambo zinafanyika. Hapa kuna mambo mazuri sana. Nataka tuambie watazamaji kwamba hapa ndipo. Waimbaji ana watazamaji, wale wote wananitazama hapa ndipo. Hapa ndipo. Asante. Mbona umekuja kibao kingine kipya? Sijui ndio tumecheza sasa hivi. Hicho kitu kinaitwaje? Kinachezwa, kinaimbwa, kinasemaje? Nasema kanisa la siku za mwisho. Sijui mic yako ni kama kwa Kiswahili kingine sijui kama mic yako ni kama kuna vile imezima. Kama imezima. Sawa. Inazima. No, I'm sorry. Okay. Kile najaribu kumaanisha ni ukengeufu. That is the word I can use, but nimeliita jina kanisa la siku za mwisho. Wow. Kumaanisha kanisa limefika mahali ambapo limeshaanza kukengeuka. Wow. Kengeuka means turning away from the right doctrine of faith, that is of the kingdom of God. Wow. Amen. Sasa watu wameligeukia apostasy.
wanafuata ule ujumbe ambao unaonekana kana ni kweli, lakini nyuma yake ni uongo. Yeah, okay. Tutakuja kuongea kuhusiana hilo baadaye pale, na mwana pale anaitwa Emmanuel Mikel anasema kwamba ametoka huku hi to Fame Dorcas, hawa ni my good people, best friends ever. Tutapata wimbo wake wa pili kisha baadaye kirudi narudi na mgeni na narudi tukiongea mengi zaidi na mgeni wetu siku ya leo Dorcas Bernard. Umekuwa tisho kutoti, imefanya mambo imani duni, imefanya mambo kanisa la siku hizi, siku za mwisho limekengeuka. Kanisa la siku hizi, siku za mwisho limekengeuka. Pasipo mwaliko wa Yesu limekengeuka. Limejaa ukavu, ibada pasipo imani, mikakati na mifumo, pasipo mwaliko wa Yesu limekengeuka. Limegeuza giza kuwa mwangaza, uovu umesalia machoni pao. Walianza na roho, wamemaliza na mwili. Limekengeuka. Limegeuza giza kuwa mwangaza, uovu umesalia machoni pao. Walianza na roho, wamemaliza na mwili. Limekengeuka. Yeah. Mfalme Mungu mkuu amewekwa kando. Adhaniaye amesimama, angalie asianguke. Alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Atakaye jitakasa ataheshimika.
Bwana awajua walio wake. Adhania amesimama, angalie asianguke, alitaja jina la Bwana. Aache huo atakayejitakasa, ataheshimika. Bwana awajua walio wake. Adhania amesimama, angalie asianguke, alitaja jina la Bwana. Aache huo atakayejitakasa, ataheshimika. Bwana awajua walio wake. Ataheshimika. Adhania amesimama, angalie asianguke, alitaja jina la Bwana. Asante sana Feni, sijui unaonaje hiyo rumba Wow, wimbo mzuri kabisa. Ulisema unaitwa wimbo huu unaitwa Kanisa la siku za mwisho. Wimbo mzito kabisa. Nadhani wimbo unaunganika na kile kitabu cha Timotheo wa pili, linazungumzia kanisa la sasa na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa. Na hebu tuambie dadangu Dorcas, mbona unapenda rumba sana? Nafikiri naweza sema ni style ya uimbaji. Maana kila mwimbaji hawezipenda uimbaji wowote. Kuna sehemu fulani ambapo you feel it touches you more. I think when I was young, my dad alikuwa anapenda sana rumba. He could listen to Franco, akina Luambo, akina. So we grew in that lifestyle. Wewe ndo beridi. Wow, wote unasemaje? Hiyo ni kuridi. Kuna mtu ambaye kule mtandaoni anasema kwamba beridi mimi. Ameridi. Sasa beridi. I think I got used to that style ya music. Bila kuelewa nitakuja kukuwa mwimbaji in future. Na kisha nipende rumba. So when I went in the studio, the first song nilimba, I think nilichezewa beat ya rumba. Of which nikaona maybe it's a connection, kind of like, but nashukuru Mungu maana wakati sometimes napata nyimbo kwa uombezi. And then naweza pata some arrangements za wimbo. Nikienda kwa producer na muelezea vile wimbo huko ananichezea rumba. Sasa mimi I think this is God. Wow. But you know, God gives a message actually. He can even at times give the beat. But sometimes sasa mimi sio producer. Na pia sijui vile Mungu ananena na yule producer. Whatever ananipa, ninaimba nayo, inakuja inapokelewa na watu. Watu wanafurahia. Ninasema tu it's God. That's why kwa vile wimbo wa kwanza nilisema Mungu rafiki, yeye ni ubunifu wangu. Maana kuna mambo sielewi vile ninavyofanya, lakini yeye mwenyewe anajua vile ninavyofanya. Hakika. Unajua kuna vinye Feni unaweza fikiri unaelewa sana, kumbe kuna vile haujaelewa. Wanasema kwamba wakati ambapo tunafikia kwamba tuko werevu zaidi, kumbe tuko wajinga sana mbele za Mungu. Na unajua nyimbo zake mostly nikichunguza anazitoa ndani ya Biblia sana. Kutoka tu wimbo wa kwanza nilikusikia na wa kwanza. Umekuwa ndani ya Biblia. Alafu ni wapolepole, kuna kibao kile ambacho nakipendanga sana. Sijui unakijua. Kuna kibao chao kimoja ambacho nakipenda sana. Lakini leo umesema kwamba nisicheze, nicheze zingine. Nilifilo. Kuna kibao chake kingine ambacho alikuja hapa mara ya kwanza, Best Rumba. Is the best. Yaani best rumba. Yaani anafanya kazi nzuri sana. So nataka tu kwa muda huu tupate kibao chako cha pili. Kisha baadaye tukirudi na mengi zaidi tukimalizia pale, bana tuko naye mgeni wetu wa mwisho. Hauziko mbili already. Okay, tuna kibao cha tatu. Kisha baadaye tukirudi tukuje tumalizie pale ili tuweze kupata nafasi pia ya yule mgeni wetu huyo mwingine. Nafasi ya kuweza kujieleza pia na yeye. Lakini uzuri kwamba yako na wimbo moja, so nafasi yake ni iko ya kutosha. Kwa hivyo huyu by the way
afai kuitwa tu Bernard peke yake. Anafaa kuitwa pastor. Na hata apostle ama apostle. professor The word ama iko ndani yake. ama intercessor. Naam. The word ambayo iko na honga ndani yake amejaa. Unajua honga amejaa sana. Kwamba Umejazwa neno. The way you speak, mpaka nasikia ngatumocha nikae tu kwanza nisikilize. Nisikie unasemaje. Kuna kitu nakuja kuuliza baada ya huu wimbo. Lakini hiyo pia inamaanisha kuna mahali Mungu anampeleka. Amen. Acha tupate kibao chake cha 3, nikirudi tumalizie pale naye tukiondoka. JB Records. Dakika moja tu kufumba na kufumbua Pana Italia Yesu atashuka waliokufa watafufuliwa na walio hai watabadilika wanyakuliwe sasa wakawa na kuolewa wasitambue gari kaikacha safina ilifungwa wakajikuta nje kama ilivyo sasa hiyo siku wengi watasema tulitoa mapepo tukafanya miujiza tukatabiri tulimba sana tulitoa sana kwa jina lako kama ilivyo sasa ila tawakanya mbele za Mungu kama mwizi anakuja kama mwizi dunia inapita siku anakuja Yesu anakuja kama mwizi
wafanya waumini waite dhambi mema. Wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, mioyo imefumba wasifahamu. Elewa Yesu yuaja, upende usipende. Yesu mwenyewe alisema, mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Si amani bali ni upanga. Tawatambua kwa matendo yao, kila mti usiozaa matunda mema utakatwe na kutupwa motoni. Tambua leo kuwa kama kondoo ndani ya mbwa mwitu, iwe lina busara kama nyoka na wapole kama Yesu yuaja, anakuja kama mwizi. Anakuja Yesu, anakuja kama mwizi. Dunia hii inapita. Siku hiyo mbingu ya unyakuzi inakuja, na ziwa la moto pia litakuwepo. Kitabu cha uzima kitafunguliwa. I just love that song. Yani naipenda kwa lazima. Yani huo ndio wimbo ambao nilikuwa nasema kwamba naupenda sana. Yani kanisa mpinga Kristo amepumbaza, amepofusha wa Kristo kanisa. Wanaita mema mazuri. Kuna kitu na mema. Yana nakwambia kuna kitu ambacho imekuwa kitrend pale mtandaoni. I think hiyo ndio kitu unakuwa unaongelea, sasa kuongelea kuhusu hiyo sije nikakujua na Subaru. Sije nikakujua na Subaru. Okay. Wow. Freddy, sio kuna swali gani kumhusu? Mimi sasa paka nimefika pale nimebarikiwa paka nimenyamaza. Yani wimbo huo umenimaliza mpaka nikakumbuka siku zingine hapa, ni siku za nyuma, yani mahali Mungu amenitoa. Kusikiza wimbo huu yani kasikia, yani moyo unainuka kabisa dadangu. Mungu akubariki sana kwa wimbo huo. Naomba nisome jumbe ambao naona hapa. Kuna huyu dada Mwesh David anasema powerful, glory to God, karibu sana. Kuna huyu Rose Maura, nice song, beautiful and powerful ministration. Huyu anaitwa Siokao Maundu Carolito. Unajua wakati mwingine ni mzuri ku appreciate hizi comments ambazo watu wanatuma. Kweli kabisa. Maana unajua mtu ameweka bundles zake aweze kucomment, unajua alafu baadaye ukose kuisoma, ni kama nasema jamani, kama kuna vinyo na bagua watu ambao wanafaa kusoma hiyo message. Kuna kitu ulikuwa unasema pale ya kwamba kuna vile watu wamepofusha. Nataka uende deeper. Go deeper. Go deeper. Amen. Yes. Ukengeufu means kuna kitu kinastahili kufanywa na hakifanywi. Yes. Ama kinafanywa but not in the correct way. Ikiwa Biblia imesema ya kwamba in the First Thessalonians chapter 5 around 16 to 18 hapo, that we pray always. We pray always. Persistently. But kunao wale wamekuja wakasema kuomba sana is unbelief. So these are men who have preached for a very long time. Tumewaamini for a very long time. Then mtu anaamka tu mwana anakuambia si lazima uombe sasa. And that's why kanisa la sasa
watu hawataki kuomba. But they expect God to do a miracle. They expect changes, transition in their lives, ili hali hawajaomba. Hawatafuti Mungu. Sasa wanataka bidii ije kwa haraka, lakini that persistence in the word of God hawataki. Yeah. And that's why we are saying in the book of Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 3, Biblia inaongea kuhusu the last days. Kuna wakati mpinga Kristo. And that is the man, the Bible Biblia inaita kwa kizungu the man of lawlessness. Now this means huyu atakuja in the form of a man. Na kikuja in the form of a man, ataahidi watu peace. A false peace. Sasa unapata watu wananenewa mambo ya miujiza ya haraka. Watu wapate nafuu ya haraka. People run for the miracles, forgetting there is what Jesus said we have to toil for, na hatutafuti. Wow, asante sana. Umekwambia this woman of God amejawa na neno. Yeah, amejawa. Na akianza kulisema hapa, na nafikiri tutaanza tutaenda. Unajua karibu kuna jambo nimekumbuka. Nimuulize sasa vile ambapo Mungu amekufikisha hapo mahali umefikisha na hiyo experience ambayo uko nayo, unawezaje waambia hao waimbaji ambao wanaibuka na kuhusu message wanafaa kuandika vipi ama kuimba nyimbo zao namna gani? Amen. I believe in Jesus. Mungu akikupa ujumbe, he will always back up that message. Na mara mingi ninaomba sana waimbaji tuimbe Biblia. Tuimbe neno. Because it is the only bread the Bible says we can live on. Otherwise what is happening is watu hawataki kuzingatia neno linasema nini. Yes. Amesikia mchungaji akihubiri, akachukua lile mchungaji ametamka, akaimba. Na yeye mwenyewe hajajua bado. Kusahau hata hiyo ni ufunuo tu ya neno ambalo limeandikwa kwenye Biblia. Hana masaa ya kuketi chini kufafanua na kuuliza Mungu, nina huu ujumbe umenipa. Wapi andiko linaambatana na huu ujumbe nimepewa? Wow. Ili ninapotamka, unajua we are living in those days, people are looking for the real word of God. But when you sing something close to the word, when you sing something at in revelation, people will never understand. Wow. Wataishi tu kusema producer ako sawa, sauti iko sawa, ila ujumbe hauna. But one thing I can urge the gospel ministers, it is good, it is the time now we sing the word of God. Wow. It is time, because kuimba, kusikiza nigundua, ni rahisi mtu kusikiza hata akiwa bafu, akiwa kazini, akiwa kokota, akiwa wapi. Kwa hivyo ukiimba neno, anapata nafasi ya kusikia neno. Anapata nafasi ya kuliko mwenyewe aende akaketi akasoma ile neno. Amen. Asante. Wale nakwambia hapa kuna, yani wewe sasa nimesema ukitoka hapa ende upatiwe jina Pastor Dorcas. Itashika sana vizuri. Wewe hiyo mafuta ni yako. Hiyo tu mafuta ni yako. Maana wewe una hiyo taji by the way. Kuna hiyo taji kabisa. Ningetaka tuzidi kuendelea zaidi, lakini una muda wetu pia unasonga sana. Nataka tuweze kuambia watazamaji kwamba utapatikanaje kwenye mitandao za kijamii. Niko kwenye YouTube najiita Dorcas Bernard. Ingia kwa channel yangu ya YouTube utanipata pale. I think I have almost 25 songs. Ziko 25 pale. songs. Yes. Zote ni rumba. Nimeimba Rumba lady. nimeimba mingi ziko. Okay, ingia pale utazipata. I think I have a lot of songs in my head. Za YouTube ni only 25 plus. Za vitabu ni almost 100. Na zile ziko kwa Biblia ni kama 1000. Sasa unaweza Hallelujah, hallelujah. unaweza imagine niko na nyimbo ngapi? But nashukuru Mungu. Ingia kwenye YouTube Dorcas Bernard, will get me there. There are a lot of messages. Nimeongea, nimeimba. Mungu anaongea, Mungu ananena eschatology, how we can prepare for the rapture, tribulations, apostasy. I've mentioned a lot. Wow. Ambayo Mungu anafundisha. Kwa sababu umetoka upande magharibi, acha nikupatie nafasi ya kusalimia watu watatu. Avana Bingo. Hey, God loves you. Okay, nashukuru Mungu, nasalimia Badu Bingo. Abashere bose be kanisa la Church of God. I think that's why I was brought up. Hilo ndo kanisa lilinikuza nikiwa mdogo, so nawasalimia wote. Kuna producer mmoja. Niruhusu tu nimsalimia, anaitwa JB Baraza. JB. That guy has really worked well for me. Nimemuhara sana sometimes.
kumake sure natoa kile kitu nataka. You know, kwenda studio kuimbiwa kile kitu Mungu amekutuma ifanywe inakuwa ni ngumu. Lakini namshukuru Mungu because he has been there for me. He has stood with me. Na ananisaidia hizo nyimbo zinatoka vile Mungu anataka. Amongst many other people who are supporting me. All my churchmates na wale wote wamenunua bundles zao. Wakataka waingie kwenye YouTube, kwenye Facebook, they watch me. God bless you and God bless you. Thank you very much. I love you all. Amen. Nataka tu tuweze kupata kibao chake cha mwisho pale, na ondoka nikienda kumleta mgeni wetu wa mwisho ambaye tutakupiga naye gumzo hapa. Tulisema anaitwa Lilian. Juliet. Okay. Niko namsahau Juliet na Lilian inanisumbua. Asante. Anakuja kama mwizi. Wagwan no down.